housing is going to change this country. Housing is going to change this country. Na mutakuja kuniamini. Ukiona ile kazi inaendelea sahihi hapa Nairobi. Hapa Nairobi tunajenga nyumba 60,000. Kenya mzima saa hizi tumefikisha manyumba 150,000. Before the end of this year tutakuwa tumefikisha 200,000. I can account for every day of the 1,000 days. Nini imefanyika hii nchi? Kwanza nimefika hapa na nyinyi mnajua. Baada ya COVID mambo ilienda segemnege ile inasemekana. Matatizo, dola ikapanda, kitu inaitwa inflation ilikuwa imefika pale 9.6% in 2022. Dola ndio ile ilikuwa imesukuma mpaka 167, 165. Pesa ya kigeni ile inaitwa foreign exchange ilikuwa imeteremka chini mpaka 2.5 months of import cover. I had to make very difficult decisions to stop Kenya from defaulting on its foreign obligations. But you know, the good news, friends, is that those decisions we made as a country to stop Kenya from defaulting, today we are reaping the benefit. Ile inflation ilikuwa 9.6, sasa iko 3.8. Ile dola tulikuwa naye ya foreign exchange ilikuwa between 5 and 6 billion dollars. We now have 10.3 billion dollars. IMF imetangaza, sio William Ruto, IMF imetangaza ya kwamba Kenya has moved from being number 8 largest economy in Africa, it has moved to number 6. We are now the 6th largest economy in Africa. Just in 2 years, we have overtaken Angola and we have overtaken Ethiopia. We are now reaping the benefits of making the right decisions, though difficult decisions. We had to sort out agriculture and food security. Ndio nikasema, we must stop subsidizing consumption, let us go and subsidize production. Ndio mkaona tukapunguza bei ya mbolea, ilikuwa 6,000, 7,000, tukateremsha mpaka 2,500. Tukapunguza bei ya mbegu, tukasaidia wakulima, tukafukuza cartels. Kulikuwa na wakora wengi wako kwa sekta ya kilimo. Mahindi tunalima kama nchi. Tukatoa from 40 million bags. Last year tulipata 64 million bags. This year our target is 72 million bags. Ile bei ya unga ilikuwa 240, saa hii iko 160, 140, saa zingine inafika 120, saa zingine inafika 100.